Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Yeah. Kama bado hujabonyeza alama ya subscribe, basi bonyeza ili uwe wa kwanza kupata movie zetu kali mpya zinazotoka kila baada ya siku na wiki na saa. Leo tunaingia katika ulimwengu mwingine kabisa wa kichawi, siri nzito, usaliti, mapenzi, vita, nguvu vinavyoweza kuangamiza dunia nzima. Movie inaanza na tukio la kusisimua kabisa. Mchawi hatari kuliko wote ulimwenguni aitwaye Greenwood amekamatwa na mamlaka ya kichawi na anasafirishwa na kwenda gerezani. Lakini swali ni moja, je, mtu mwenye nguvu na akili kama Greenwood anaweza kufanikiwa kukamatwa kirahisi na kukubali kwenda kufungwa? Jibu lake ni hapana. Akiwa njiani yaanza mashambulio ya ghafla angani. Walinzi waliomzunguka mmoja aanza kuanguka, na mvua na radi na vurugu zinaibuka ndani ya gari la kichawi lililokuwa likimsafirisha. Dakika chache baadaye Greenwood anatoweka katika giza lisiloonekana. Sasa dunia ya wachawi inaanza kuishi kwa hofu. Wakati hayo yanaendelea, tunamkuta Nyuskanda akiendelea katika maisha yake ya kawaida nchini Uingereza, akiwa anafuga viumbe vyake vya ajabu. Newt si shujaa wa kawaida, yeye anapenda viumbe wa kichawi kuliko siasa za kichawi. Lakini safari hii amani yake haitadumu, kwa sababu mtu mmoja anayeahidi msaada wake, na mtu huyo si mwingine bali ni Albus Dumbledore. Dumbledore anaelewa jambo ambalo watu wengine hawalijui. Anajua kuwa Greenwood anaandaa jambo kubwa sana, jambo ambalo linaweza kutishia vita kati ya wachawi na binadamu wa kawaida. Lakini kuna tatizo. Dumbledore hawezi kwenda kupigana na Greenwood moja kwa moja kutokana na kiapo cha kichawi na Blood Pact iliyofanyika katika zama zao za zamani katika urafiki wao, na hii ndiyo maana anamtegemea Newt. Lakini wakati huo tunamwona kijana mmoja anayeteseka kutafuta ukweli wa maisha yake. Jina lake ni Kandar. Yeye hajui wazazi wake, wala hajijui yeye ni nani, wala ametokea wapi, na hajui kwa nini ana nguvu kubwa kiasi hichi. Kila siku anazidi kuumizwa na maswali hayo, na Greenwood anajua hilo. Anajua kuwa mtu anayeteseka na kutafuta ukweli si rahisi sana kushawishika. Ndiyo maana akaanza kumtafuta Candace. Safari hii sasa inatupeleka Paris, mji wa mapenzi. Lakini safari hii mapenzi hayatakuwepo kabisa. Kutakuwa na siri za usaliti na umauti. Newt anafika Paris, Tina anafika Paris, Jacob anafika Paris, Queen naye anafika Paris, na Credence naye yupo Paris, kila mmoja akiwa na lengo lake. Kadri hadithi inavyoendelea tunaanza kufahamu historia ya mwanamke aitwaye Leta Lestrange, mwanamke ambaye Newt aliwahi kumpenda, lakini moyo wake ulibeba maumivu makubwa. Akiwa mtoto mdogo alifanya uamuzi mmoja tu, uamuzi ambao ulimtesa maisha yake yote. Aliwahi kubadilisha mtoto mchanga aliyekuwa analia ndani ya meli. Baadaye meli hiyo ilizama na mtoto huyo alibadilishwa akafa. Kwa miaka yote Leta ameishi akiamini kwamba yeye ndiye chanzo cha kifo hicho. Siri hiyo inamtafuna kila mtu. Wakati huo Greenwood akiendelea kufanya ufuasi wake. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba hawashawishi kwa nguvu, anawashawishi kwa maneno. Anafanya waamini kwamba wachawi wanastahili kuitawala dunia, na anawaambia kwamba wanadamu wa kawaida ni dhaifu. Anawaonesha maono ya kivita vya kutisha vya baadaye, majengo yakiteketea, mji ukiharibika, mamilioni ya watu wakifa. Baadhi ya wachawi wanaanza kuamini. Ndipo mkutano mkubwa wa siri unafanyika. Wachawi wote kutoka sehemu mbalimbali wakusanyika kusikiliza hotuba yake, na hapa ndipo movie inafika kilele chake. Greenwood anasimama mbele ya umati akizungumza kwa utulivu, lakini kila neno lake analosema linaingia moyoni mwa watu. Anawaambia kuwa yeye si adui, anawaambia kuwa yeye anataka kuwalinda, na kwa upole watu wanaanza kumtii yeye. Hata Queen naye alianza kumwamini ahadi yake. Anachoka kuishi katika sheria inayomzuia kuwa na Jacob, anataka uhuru, na Greenwood alimwahidi uhuru huo. Lakini mambo yanaharibika haraka. Moto mkubwa wa kichawi unaibuka, mapigano yanaanza, mayowe yakisikika kila mpande, na katikati ya hizo vurugu Leta Lestrange afanya jambo la kishujaa. Na katika vurugu hizo Leta afanya jambo la kishujaa, akijitoa muhanga ili kuokoa wengine. Mwisho wake unashtua watu wengi, lakini mshtuko mkubwa zaidi bado haujafika. Baada ya mapigano kuisha, Greenwood yakutana na Credence, kisha akisema maneno ambayo yanabadilisha kila kitu. Anamwambia kwamba yeye si mtu wa kawaida, anamwambia kuwa jina lake si halisi, anamwambia kuwa jina lake halisi ni Albus Dumbledore. Ndiyo,
Dumbledore, jina ambalo mashabiki wa Harry Potter wanalifahamu vizuri sana. Credence anabaki ameduaa, watazamaji nao wanabaki na maswali mengi sana. Inawezekanaje? Je, ni kweli ndugu yake wa Dumbledore au Grindelwald anamdanganya? Movie inaisha huku Credence akionyesha nguvu kubwa sana za kichawi, nguvu ambazo zinaweza kubadilisha historia ya dunia ya kichawi. Hapa ndipo hadithi inaacha maswali mengi na makubwa sana. Je, Credence atasimama upande wa Dumbledore au upande wa Grindelwald? Majibu yake yatapatikana kwenye movie inayofuata. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kulike na kucomment. Na kama hujaipata inayofuata pia ipo, unaweza kuingia kwenye akaunti yetu na ukaendelea kuangalia movie na kupata burudani. Karibu. Fika kwa DJM Swahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.